nitoe taarifa ya utendaji kazi na mafanikio yaliyopatikana kwa kipindi cha miaka mitano. Taarifa hii kimsingi ni taarifa ya serikali ya awamu ya 6 inayosimamiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Aidha, tunapozungumzia halmashauri ya mji wa Masasi, maanake taarifa hii imesimamiwa na waheshimiwa madiwani wakiongozwa na Mheshimiwa mwenyekiti wetu ambaye ndio anaitoa taarifa leo. Taarifa hii imegawanyika kisekta, na kwanza tunaanza na sekta ya utumishi na utawala. Katika sekta ya utumishi na utawala kwa kipindi cha miaka mitano, ndugu wananchi, mambo mengi yamefanyika, lakini mambo hayo tumeyagawanya katika maeneo mbalimbali, na eneo la kwanza ni swala la ajira, upandishaji vyeo na ubadilishaji wa miundo. Kwa kipindi hicho cha miaka mitano, jumla ya watumishi 277 wameajiriwa katika kada mbalimbali, wamelipwa stahiki zao. Sekta ya pili ni sekta ya fedha. Katika eneo hilo tunaangalia kwanza mapato ya ndani. Kwa kipindi cha miaka mitano, halmashauri yako ya mji wa Masasi imeweza kupandisha bajeti ya makisio ya mapato ya ndani kutoka shilingi bilioni 2.3 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 3.3 mwaka 2024-2025. Ndugu wananchi, katika eneo pia kuna ruzuku kutoka serikali kuu. Katika eneo la ruzuku kutoka serikali kuu, halmashauri ya mji wa Masasi katika bajeti yake imeweza kuongezeka kutoka bilioni 18 mwaka 2021 hadi kufikia bilioni 25.7 mwaka 24-25. Hiyo ni ongezeko kubwa katika maana ya ruzuku kutoka serikali kuu katika maana ya mishahara pamoja na fedha za miradi mbalimbali. Sekta inayofuata ni sekta ya viwanda, biashara na uwekezaji. Ndugu wananchi, katika kipindi hiki cha miaka mitano kumekuwa na mafanikio mengi katika sekta ya viwanda na biashara, na katika maeneo hayo tumegawanya katika maeneo mawili, ambapo kwanza ni biashara na masoko. Katika eneo hilo la biashara na masoko, shughuli za utoaji wa leseni zimeongezeka kutoka mwaka 20 ambapo tulikuwa na leseni 860 hadi kufikia leseni 1980 kwa mwaka 2025. Lakini upande wa uwekezaji, upande wa viwanda na uwekezaji, napo kumekuwa na mafanikio makubwa, ambapo viwanda vidogo vilikuwa kwa kipindi cha mwaka 2020 kulikuwa na viwanda 89, sasa viwanda vidogo viko 117. Kwa hiyo kumekuwa na ongezeko kubwa katika upande wa viwanda. Ndugu wananchi, katika eneo la uwekezaji pia kwa kipindi cha miaka mitano umefanyika uwekezaji mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa majengo makubwa mawili ya biashara ambayo yana uwezo wa kuhudumia wafanyabiashara wasiopungua 150 yaliyopo katika kata ya Mkuti na kata ya Jida. Pia umefanyika uwekezaji wa nyumba za kisasa za kuhudumia wageni na kufanya idadi ya nyumba kutoka 64 hadi kufikia nyumba 110. Zaidi, naomba nihitimishe kwa kushukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kutupatia fedha nyingi kwa ajili ya kutekeleza
serikali ambayo kama ambavyo imeelezwa kwenye taarifa hii, katika kipindi chote cha miaka mitano, ambayo kimsingi inaleta chachu kubwa kwa wananchi. Sitakiwa na taa kutoka katikati ya pale kwenye roundabout ya mjini kwenda mpaka labda ambapo kilomita 2-3 nje ya mji. Hii tujenge mji wetu kwa namna ambavyo wananchi wangetamani iwe. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ni washukuru kwamba hayo yote yasingeweza kufanyika kama tusingekuwa na ushirikiano ndani ya baraza. Yako machokochoko, watu wako wawili watatu, ndio hiyo ipo. Kwa kuna watu wawili watatu wanafikiria kitu kingine, wanafikiria labda bora zaidi kuliko mwingine, wanafikiria labda kulikuwa na bosi wake wa zamani amekosa. Hayo yapo ambayo hatuwezi kuyaepuka, na hata kwenye chaguzi hizi tunategemea yatakuwepo sana. Hiyo ndio siasa. Huwezi kukubalika na watu wote, hakuna mtu anamna duniani. Kama ikifika tunakwenda kufanya nini? Kutiki. Kwa upande wa urais sisi tumemaliza. Kazi yetu kubwa ni kuendelea kumsemea mama na kutafuta kura zake kwa sasa hivi. Lakini la mwisho niwaombee kila la heri waheshimiwa madiwani kwenye maeneo yenu. Ninaamini mnakwenda kuomba tena ridhaa. Kama nilivyosema, sisi kuna mtu anastaafu. Ninaamini mtatumia nafasi yenu kuongea na wananchi wa Masasi, kuwaambia watu kwenye kata yako yapi ambayo umeyafanya na kwa nini wakupe nafasi nyingine. Na mimi nitafurahi kwa sababu ninaamini mimi nitapita tena kwa kishindo ndani ya Chama cha Mapinduzi. Nitumie nafasi hii kuwashukuru watumishi, wakuu wa idara mkoa. Pelekeni salamu kwa watumishi. Haikuwa kitu rahisi kufanya kazi na nyie. Mimi binafsi ninajulikana popote ninapopita. Mimi naitwa too demanding. Yaani mimi nataka sana matokeo. Mimi ni mtu wa matokeo. Sipendi bla umeenda umerudi, matokeo. So I'm too demanding. Hapo utamaduni ambao hatukuukuta. Tukajaribu sana kuwabana watumishi tutengeneze matokeo. Yaani tuwe na watu wa kutengeneza matokeo. Mheshimiwa madiwani, kutoka halmashauri ya kawaida kuja kwa halmashauri bora ya mfano kwenye mkoa wa Mtwara haikuwa kitu rahisi. Mheshimiwa nisijivunie Masasi. Nafikiri unaambiwa mkuu na zote sio tu huyu, hata kanali ya basi alikuwa anakuja na wakuu wa wilaya na wakurugenzi kuja kujifunza Masasi. Utekelezaji wa miradi, usimamizi wa miradi, ushirikiano na nini. Sisi hata utengenezaji wa madawati. Tulitengeneza madawati 1500 kwenye kiti 500 kwa mpigo ambacho hakuja popote. Mkuu akasema nakuja. Akaja nitakapokuwa wakurugenzi wote ndani. Wakaja na Masasi Girls Bar. Hebu tujifunze. Masasi wamefanyaje? Kuondoa changamoto ya madawati. Kwa hiyo watumishi mfanye kazi kubwa. Nitumie fursa hii kuwapongeza waheshimiwa madiwani. Hakuna kata ambayo nimekwenda nikakutana na changamoto kubwa ya kusema mheshimiwa diwani amekuwa mzigo kwetu au kuna changamoto gani. Hivyo niwaambie kizuri cha jiuza, kibaya cha jitembeza. Waswahili waliposema hivyo walikuwa wana maana. Unapopewa kitu cha kufanya, waonyeshe watu uwezo wako wote, kwamba ninaweza kufanya na uwezo wangu hapa ndipo nilipofikia. Kwa sababu pia hata kutotimiza wajibu wako katika maisha ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo watu wanaposema yale uliyoyafanya, na Mungu pia anaendelea kupatia baraka, kwa sababu kuna wajibu. Unapofanya wajibu wako, unaokoa maisha ya watu, unasaidia watu, unasaidia jamii, hufanye tu kwa sababu ya familia yako. Kwa hivyo imani yangu kubwa ni kwamba yote ambayo mmeyafanya mbingu zitawalipa. Mimi nina imani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa baraka zake tumeweza kufikia siku ya leo. Waheshimiwa pamoja na wageni waalikwa, wataalamu mbalimbali na viongozi wetu, Mheshimiwa DC hapa kabisa wetu, jambo hili kwetu sisi sio dogo. Hapa halmashauri kwa miaka 5 tukiwa na afya njema na mpaka leo tunafikia hatua ya kuvunja baraza, ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu. Kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu. Sitaki kurudia aliyosemwa, amefanya kazi kubwa sana kutuunga mkono na Masasi. Tunampongeza sana na tunamwombea kila laheri na kwamba sisi Oktoba tutatiki ili aweze kurudi tena kuwa rais katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Pia nimpongeze sana mheshimiwa mbunge, katika kipindi hiki tumeshirikiana naye kama ambavyo awali nimetangulia kusema. Tunamwombea kila laheri aweze kurudi tena ili tuweze kushirikiana naye tena.
Nimpongeze sana mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, sisi tunakushukuru sana. Katika kipindi kifupi kwa kweli tumekuona tofauti. Hili niseme tu wazi. Mheshimiwa madiwani wao ni mashahidi. Katika kipindi kifupi umetufanya tu washindi kwenye maeneo mengi. Maeneo mengi tu. Niwapongeze sana wahisani watu wetu wa Enterprise. Wale halmashauri ya Enterprise iliyoko kwenye mji wa Fozem kule Ujerumani, ambao wamekuwa wakitunga mkono kwenye mambo mbalimbali, ikiwemo tuliona wananchi pale ile jengo tulifungua pale la mazingira ni msaada wao, na misaada mingine ya masuala na nini na mambo mengi wametusaidia sana. Kwa hiyo tunawapongeza, lakini pia theater yetu ya Mkomaindo pale wametuletea vifaa vya kisasa. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa juhudi zao hizo za kutunga mkono. Shukuru wananchi wa Masasi. Wananchi wa Masasi kwa sababu wao ndio walituchagua sisi, kutuamini kwa miaka 5, lakini katika kipindi hiki wametuamini. Ndio maana mnaona hata mabaraza yetu hawajai sana, kwa sababu wanaamini sisi tunaendelea kufanya kazi yao vizuri. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria mnajua hili ni baraza la wazi, wananchi wanatakiwa waje kule nyuma. Lakini wanasema sasa kama kila kitu kinaenda sawa, kwa nini sisi tujazane? Kwa hiyo wanatuamini maana. Kwa hiyo nawashukuru sana wananchi. Mwisho naomba nikishukuru sana Chama cha Mapinduzi, chama changu, chama ambacho mimi kilinipa dhamana kuwa diwani wa kata ya Jida. Mwisho naomba nitoe tamko rasmi na kwamba baraza hili la madiwani la halmashauri ya mji wa Masasi lililoanza kufanya kazi kutoka mwaka 2020 mpaka leo tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka 2025 limevunjwa rasmi. Asante.